Is this it? Is this the end? What's sequence? Hakika maisha ni safari, maisha ni hatua. Unajua ni nani aliyemshusha HTC kutoka kuwa kampuni bora ulimwenguni kuwa mpaka takataka leo hii? Ndani wote mmeshtuka, si ndio? Ni Samsung. Sasa leo nakujuza kuhusiana na siri iliyokuwepo kutoka kuwa kampuni bora HTC mpaka kuwa kampuni ya kawaida ulimwenguni. Jina langu naitwa Bongo Tech 255 na tutakiona kwenda kuitazama makala hii mwanzo mpaka mwisho. Cha muhimu zaidi usisahau kulike, kufollow, kusubscribe, kucomment na kushare ili uweze kujifunza nasi kwa sababu teknolojia ni yetu sote. So bila kupoteza muda, ready start. Wainga waliposema safari ni hatua walikuwa na maana yao. Okay, sasa leo nakuletea story tamu kuhusiana na HTC. Kama utaweza kusema ni kampuni gani ya kwanza kuunda simu za Android, basi jibu lake ni HTC. Alikuwa bingwa wa Android phone. Aliweza kuwapiga chini Samsung na Apple kwenye soko. Ikawaje akapotea duniani? Leo nakujuza. Ilikuwa mwaka 2008 kampuni ya HTC iliweza kutambulisha simu ya kwanza yenye mfumo wa Android ikiwa na touch screen, keyboard na mfumo mpya wa operating system, yani OS. HTC hakuwa na mpinzani kwani yeye ndio alikuwa mwanzilishi. Wakati huo iPhone ndo kwanza wanajitafuta kwa kutoa simu yao ya kwanza. Mpaka kufikia mwaka 2010 simu za HTC zilikuwa za moto wa kuotea mbali. Walikuwa wanatoa simu kali balaa, hakuna mpinzani. Kulikuwa na simu kama vile HTC Hero, HTC Desire, HTC One, zote zilikuwa hali mtu akimiliki alikuwa mwenye uwezo haswa, so mchezo. HTC kutokana na muundo wa simu yake, kamera kali, user interface nzuri, iliweza kuonekana Android iko juu kuliko Apple. Apple alikuwa chini. Ilipofika mwaka 2011 kampuni ya HTC ikaweza kushika nafasi ya kwanza kama brandi kubwa za simu za smartphone ulimwenguni, na Marekani kwa ujumla walikuwa na sehemu ya soko kubwa kuliko Samsung pamoja na Apple. Sad story ilipoanzia hapo. Baada ya kusherekea na kufurahia, sasa kilio kilianzia hapa sasa. Baada ya kupita mwaka mmoja, mambo yaliweza kubadilika, kila kitu kilianza kuharibika toka kampuni ya HTC. Kwa nini? Wakati ndo walikuwa namba moja duniani. Okay, nakupa sababu kadhaa leo tuweze kujifunza wote. Ya kwanza, kuinuka kwa Samsung. Kwa kuweza kutoa simu kali aina ya Galaxy S2 na Galaxy S3 zilianza kushika moto kwenye soko, kuanzia kwenye uuzaji, muundo mzuri na vipengele bora. HTC hakuweza kuendelea kushika kijiti cha nafasi ya kwanza. Sababu ya pili ni kampuni ya HTC ilipatwa na udhaifu. Watumiaji wa simu za HTC hawakuweza kutofautisha kati ya HTC One, HTC One X, HTC One M7 na HTC One M8, na Samsung wao wakaamua kuleta utofauti kwenye matoleo yao ya Galaxy. Apple ilikuwa na iPhone ila HTC ikapata confusion, ilichanganyikiwa. Namba tatu ni uuzaji wa simu za HTC ulikuwa majanga. Waliweza kutumia pesa nyingi kwenye tangazo la kutatanisha lilifanywa na mwigizaji wa Iron Man ambaye anaitwa Robert Downey Jr. Lilikuwa kama kelele, lakini alikuweza kueleweka ujumbe wote kampuni hii inataka nini katika soko la dunia. Sababu ya nne ni software updated au software support. HTC kwenye matoleo yao ya simu kupata toleo jipya lilikuwa mtihani, yani changamoto. Inaweza ikaja au usiletewe kabisa. Wakati huo Google sasa yeye anaendelea kushika kasi kwa kuweza kuboresha vipengele mbalimbali vya software, na Samsung ndipo akaanza kutikisa dunia. Ukosefu wa uzaji wa simu tunaita Little Princess. Hapa ndo hali ilikuwa mbaya zaidi, kwani kampuni ya HTC haikujenga uhusiano thabiti na mzuri na watoa huduma pamoja na uzaji wa simu za rejareja. Wakati huo Samsung iliweza kujaza simu zake sokoni, maduka, matoleo yao ya Galaxy iliweza kushika soko ulimwenguni. Yaani kila sehemu ukipita Galaxy alikuwa anauza sana, maduka yamefunguliwa mengi, lakini HTC wao walikuwa wanalinga sana. Ndipo washindani wengine toka China wakaanza kuingia sokoni kwa matoleo ya simu za Huawei pamoja na Xiaomi. Waliweza kutoa simu nzuri kwa bei nafuu. HTC akafeli kwenye specification, bei na kiwango cha muundo wa simu. Ndani ya miaka mitano soko la hisa la HTC Company liliweza kuporomoka toka mwaka 2012 mpaka mwaka 2015. Bei ya hisa ilishuka kwa zaidi ya 90%. Mwaka 2017 ndipo kilio kilienda kuwa kikubwa zaidi. Waliweza kuuza sehemu yao ya kitengo chao cha simu zao kwenda kampuni ya Google
kwa dola zaidi ya bilioni 1.1. Hapa ndo ilipelekea Google kuanzisha matoleo mengine ya simu aina ya Google Pixel. Kwa hiyo cha kujifunza, kumbuka HTC ndo alianzisha mifumo ya Android, ila Google alikuja kuiendeleza. Mpaka leo hii kampuni ya HTC bado ipo, lakini haitoi tena simu, ila inatoa vifaa vingine. Wao Google wameendelea kushika kasi katika ulimwengu wa dunia. Jina langu naitwa Bongo Tech 255 kwa masuala mbalimbali ya teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Usisahau kwenda kulike, subscribe, comment na kushare ili uweze kujifunza nasi. Asanteni, natakia siku njema.